to learn German? TAS College is the perfect place to start. Grab a partial scholarship opportunity in German language beginner course today and unlock new opportunities to work abroad. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Good afternoon. Guten Abend. Good evening. These are some of the words that you will be learning in our school. So come and join the new beginner classes for German classes at our school. Whether it is for travel, career, or personal growth, TAS College has you covered. Whether you prefer online or physical classes, we have the ideal learning option for you. With monthly intakes and experienced instructors, you will be speaking German in no time. We are located in Thika Town along Kenyatta Highway at Nema Plaza 2nd floor opposite Thika Bazaar building. Ready to begin? Call 0798-154-042 to enroll today. TAS College, striving through talent. Naam, so dakta mpenzi mtazamaji, naona mshale ushasonga, ishara tosha kwamba ni muda wa kulikunjua jamvi la kipindi chetu cha sayari ya mapenzi. Maana Waswahili husema hayawi huwa. Nami sina budi kukuleta kwako ndani ya studio zetu za TAS, na wageni wetu leo ndani ya studio tutakuwa tunaangazia nini? Kunradi mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunaangazia swala zima la mapenzi ndani ya sayari ya mapenzi, ukiwa nami Justin Sifa. Lakini kabla ya kupata uhondo kamili, labda tu niwakaribisha wageni wetu ndani ya studio, wasalimie kidogo, wajitambulishe, alafu tuendelee kufikia hapo. Naam, karibuni sana wageni wetu ndani ya studio za TAS. Karibuni sana. Naomba tu mjitambulishe kwa kifupi ili watazamaji wetu wapate kujua nyinyi kina nani na mmetokea maeneo fulani ama mmetokea wapi vile. Tuanze na huku, maana wazungu sana husema ladies first. Tuanze na hapa. Na mpenzi mtazamaji, jina langu ni Leila Fondo na natoka chuo kikuu cha MKU. Naam. Karibu sana Leila Fondo katika studio zetu za TAS. Shukrani. Ndani ya kipindi cha sayari ya mapenzi. Asante. Naam, turudi upande huu. Asante Sifa. Mtazamaji, mimi kwa majina naitwa Mbate Gregory. Nami ni mchambuzi wa mambo ya mapenzi. Naam. Asante kwa kunialika ndani ya studio zenu. Labda wajuze tu watazamaji wetu, Gregory, umetokea upande wa wapi wa Kenya? Mimi natokea upande wa Kisii, kaunti ya Nyamira. Kisii ina kaunti mbili, Nyamira na Kisii kaunti. Mimi ni wa Nyamira kaunti. Pale watu wako sawa, Mungu anasaidia, mapenzi tu ndo inasumbua. Na waangaisha kidogo vijana. Naam. Lakini Kisii kwema? Kisii kuko sawa kabisa. Naam. Kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji, Kisii kule ni kwema. Nasi kabla tujachelea kwenye mambo, naomba nikujuze kwenye awamu ya kwanza tutakuwa tunaangazia nini. Mpenzi mtazamaji, kwenye awamu ya kwanza sayari ya mapenzi tutakuwa tunaangazia upendo wa kweli. Na swali letu tutakuwa tunajiuliza, je, upendo wa kweli bado upo au ni hadithi za vitabu? Naam, turudi tu kwa wageni wetu, labda tujuze kwa kina. Tuanze na Leila. Hivi nadhani upendo wa kweli bado upo au ni hadithi za vitabu? Kusema kweli swali lako linachanganya, lakini nasema ni zote. Ni zote? Yeah. Kwa upande mwingine unaweza sema bado yapo mapenzi ya kweli, na upande mwingine unaweza sema ni hadithi tu. Ni hadithi tu. Yeah. Na Gregory, wewe unaweza sema nini kuhusiana na hili? Je, mapenzi ya kweli yapo au ni hadithi za vitabu? Upendo wa kweli bado uko. Uko, lakini inalingana na namna unavyochukuliwa na watu tofauti. Naam. Kuna watu ambao wanauchukulia kwamba upo na kuna watu kwa upande mwingine hawana ule upendo. Naam. Kuna watu wasio na upendo na kuna watu wenye upendo. Naam. Kwa hivyo upo kwa kiwango kimoja na pia kwa watu wengine haupo kwa kiwango kingine. Na mbona wengine waseme kama mapenzi ya kweli ni hadithi za vitabu tu, ni uongo mtupu? Mbona unafikiria kwa nini wanasema hivyo? Hiyo sasa ina depend vile wao wenyewe wanaichambua. Yale ambao wamepitia, kile ambacho wame experience, on personal experience ya mtu. Ndio inayomfanya mtu kusema kwamba labda mapenzi ya ukweli hayapo. Kwa sababu ninaposema ninaongea out of experience, ama ninaongea because nimesikia story ya mtu fulani. Kwa hivyo ina depend. Naam. Asante sana Gregory kwa kuangazia hilo swala. Labda turudi kwa Leila. Leila, je, unadhani upendo wa dhati unaangazia nini ama unaangalia nini? Mapenzi ya kweli siku hizi yanaangalia nini?
Upendo wa dhati. Dhati ile mwenyewe ataona wenyewe huyu mwanamume ama huyu mwanamke ananipenda, ni kuwa loyal. Kuwa mwaminifu na heshima. Labda heshima sana. Huwezi niambia ni kuheshimu na wewe mwenyewe uniheshimu. Na pia venye nimekuelezea kuhusu loyalty, it matters a lot in a relationship of a guy and a woman. Kwa sababu siku hizi relationship watu kusema ni hadithi za vitabu, ni hizo mambo mbili, uaminifu na heshima. So kama wewe si mwaminifu kwa mpenzi wako, wewe hapo hakuna mapenzi. So kwa kifupi tuseme unashauri vijana wao waaminifu katika mapenzi. Ndio. Naam. Yeah. So Gregory, labda turudi kwako pia. Hivi unadhani mapenzi ya dhati au mapenzi ya kweli yanaangalia nini? Ni kule kuelewana kwa maono. Naam. Watu mnapokutana mnaongea na mnaelewana kimaono. Unamuona mwenzako kwamba maono yake na yako yanaendana sambamba, na mnaweza kujenga familia, mnaweza kwenda pamoja mbali. Kwa hivyo kitu ambacho watu waangalia ni vitu vingi ambavyo mtu anaangalia, lakini pia kuelewana kwa maono inachangia sana kwa asilimia kubwa. Naam. Na labda nikuulize ama nikukate ulimi tu kwa hapo kabla uendelee. Hivi unadhani utofauti wa maono katika mapenzi ama baina ya wapenzi wawili inachangia nini? Utofauti wa maono inachangia watu kuachana. Kwa sababu mnapokuwa na utofauti wa maono, hiyo inamaanisha kwamba kuna mgawanyiko. Utofauti wa maono inamaanisha nini? Kuna kitu ambacho labda wewe ungetaka kukifanya ama unakifanya nami sikipendi. Unaona? Ama kuna kile nakifanya ama nataka kukifanya na ukipendi. Unaona? Na kwa hivyo mgawanyiko unaibuka kati yetu. Mgawanyiko unaibuka kati yetu. Mimi ninaona kwamba wewe unanizuia kufanya yale ambayo napenda. Na mimi naona kwamba wewe unaenda zaidi ya vile ambavyo unafaa ufikie. Kwa hivyo hii inaleta tofauti katika mapenzi, katika familia. Na inachangia watu kuachana na breakups inatokea kwa mambo kama hayo. So chenye unaweza washauri vijana katika mapenzi ni kuwa wawe na maono sawa na wasaidiane katika kupambania maono hayo. Sio kuwa na maono sawa. Ni kuangalia zaidi mtu ambaye unamchagua kwa mpenzi wako. Uhakikishe kwamba ni mtu mlie na maono sawa. Kidogo Gregory, unaona Lela kuna jambo nataka kuongelea hapo. Naam Lela, karibu. Asante. Pale Gregory amesema anaona mwingine yani sikipendi hiki, anafanya hivi nini. Ningependa kumuelezea Gregory kuwa there's something called sacrifice in a relationship. Obvious, mpenzi wako kuna kitu ambacho umezoea kukifanya na unakipenda, lakini ule mwenzako hakipendi. Lakini kwa upande wako unaweza dhani unafanya kitu sawa, ndio? Unafanya kitu sawa. Lakini kama wampenda sana, kama unaona mapenzi ni sawa, you have to sacrifice for that. Uwezi acha mtu ati mimi napenda hii juu umekataa, mimi sitakuwa na wewe. No, you have to sacrifice. Naam. Labda tukisalia kwako, hivi unadhani mapenzi ni hisia au ni uamuzi wa mtu binafsi? Ningesema ni zote mbili. Labda tufafanulie kiasi ndio at least watazamaji wetu pale wapate kuelewa kwa kina. Maana kumbuke Lela tuko ndani ya sayari ya mapenzi. So angependa kujua nini kinaendelea ama nini kinaangaziwa katika sayari ya mapenzi katika studio zetu za TAS leo. Ndio maana nimekuuliza, hivi unadhani mapenzi ni hisia au ni uamuzi wa mtu binafsi? Ni zote mbili kwa sababu huwezi amua kitu bila hisia. Naam. Lazima hisia zikwambie huyu mwenyewe ako sawa ndio uamue. Ako sawa ndio utie uamuzi pale. Naam. Kwa sababu huwezi amua tu hivi kitu bila kujua hisia. Huwezi penda mtu alafu naambia acha nimpende bila kujua ile yani ile hisia zinakwambia wewe uko sawa nini. Naelewa. Sasa hivyo ndo pale ambapo hisia inatokea. Hisia kwanza alafu uamuzi baadaye. Labda turudi kwa Gregory. Hivi maoni yako ni gani Gregory kuhusiana na swala hili? Hivi unadhani mapenzi ni hisia au ni uamuzi wa mtu binafsi? Mtoto mdogo anapozaliwa umpenda mamake au mlezi wake kama mtu wa kwanza. Hizo ni hisia. Kwa hivyo hisia zinakuja za kwanza. Mapenzi ni hisia. Unaona? Ni hisia ambayo inatokea kindani. Unapokutana na mtu kuna hisia fulani ambazo zinakutokea.
wewe kumpenda huyo mtu zaidi. Na pia kwa upande mwingine mapenzi ni maamuzi. Unaamua kwamba hata kama vitu vitakuwa vigumu namna gani, mimi bado nabaki na huyo mtu wangu. Nimeamua kumpenda huyu. Naam, kwa hivyo mapenzi ni hisia na bado mapenzi ni maamuzi. Lakini hisia utangulia ndipo inafuatwa na maamuzi. Hakuwezi kuwa na maamuzi kama mna hisia. Na pia hisia kuna ile ya wajua mapenzi tuseme una hisia za huruma kwenda kwa mtu fulani. Kuna mtu ana hisia za kusaidia, hisia za kupenda watu baada ya kuonea huruma. Unaona? Alafu anakuwa na maamuzi ya kusaidia watu wao. Kwa hivyo hisia zinatangulia ndipo maamuzi. Na labda nikukate ulimi tu kidogo Gregory. Pengine tuchukulie mfano kama wako. Wewe ulikuwa na hisia na mtu, alafu ukatia uamuzi wa kumpenda. Je, itakuwaje endapo zile hisia ulizielekeza kwa mtu ambaye si sahihi kwako? Itakuwaje? Nakumbuka ushafanya uamuzi tayari wa kumpenda. But at the end of the day, kama chambilecho wazungu, unagundua zile hisia ulizielekeza kwa mtu ambaye si sahihi kwako. Naam, sasa unajua hapo sijui nikupe jibu gani. Sijui nikupe jibu personally mimi kama an individual ama generally. Kulingana na maelezo yako kama nilivyokusikia, ulikuwa unasema hisia utangulia mwanzo kabla ya kuchukua uamuzi. Si ndivyo ulivyosema? So swali langu ni je, itakuwaje pale ambapo utakuwa umeelekeza hisia zako kwa mtu ambaye siye? Baada ya kuchukua uamuzi. Umefanya uamuzi, umeshafanya uamuzi wa kumpenda, but at the end of the day ushagundua kwa this is not the right person. Sasa itakuwa aje? Naam, labda kulingana na wewe au kulingana na ushauri mzima katika mapenzi, unaweza washauri vipi vijana? Mawasiliano ni muhimu sana katika mambo na mapenzi. Na mara nyingi mimi huelimisha watu wafanye mawasiliano. Na mawasiliano katika jambo kama hilo unaweza kuwasiliana kwa njia nyingi. Mjaribu kutatua shida iliyopo. Ikishindikana, sasa mawasiliano ya break up yataingia. Mnaweza kufanya mawasiliano ya break up, mnaweza kufanya mawasiliano ya kutatua jambo ambalo linaleta shida katika mapenzi yenu. Unaona? Kwa hivyo kila kitu ni kuwasiliana. Naona kwa sababu pia huyu ni mtu ambaye ulichukua uamuzi wa kumpenda na uko na yeye katika mapenzi. Na umeamua kumove in na yeye, si ndio? Ndio. So kama umeamua hivi, wewe kwa kifupi unasema heri kuwasilisha jambo na mapema. Kama unaona mambo yanaenda kombo, namwambia mimi kuna kitu nimekiona lakini sikipendi. Si ndivyo unavyomaanisha kwa kifupi? Naam. Nilikuwa naona unataka kuongea jambo jingine. Naam, nakaribishwa. Naam, nasema kwamba inafikanga kwa wakati fulani ikibidi inabidi. Kama hamna namna nyingine, the only solution iliyo ni kwamba nyinyi kama wapenzi kuachana na kila mtu afanye mambo yake na mmeelewana mfanye hivyo kila kitu. Labda tusikie tu maoni ya Lela kwa upande wake. Anasema Lela, itakuwaje pale umeelekeza hisia zako kwa mtu na ukachukua uamuzi wa kumpenda na unajua haswa huyu mtu ni wangu, lakini by the end of the day umegundua ulielekeza hisia zako kwa mtu ambaye siye au kwa mtu ambaye si sahihi kwako? Wewe kwa maoni yako nini unaweza sema kuhusiana na hilo, ama nini unaweza shauri wa vijana wa siku hizi wakijipata kwa situation kama hiyo? Kitu cha kwanza ningesema everyone makes mistakes. Naam. It's normal to make mistakes. Ndio maana before hiyo mistake kurejea ili kuirudia tena, ningesema first study. Umsome kwanza. Msome vizuri. Ndio, hisia zinakuja sawa, lakini before umwambie na kuamua uamuzi useme wewe unampenda, lazima kwanza umsome, umstudy, umuelewe. Lakini labda Lela nikukata ulimi tu. Naona hujanielewa swali langu. Nimekwambia hapa uko tayari ndani ya mapenzi na wewe mtu. Hisia zilikukujia, ukachukua uamuzi wa kumpenda. But at the end of the day ndio umenotice sasa zile hisia zako ulizielekeza kwa mtu ambaye siye, ama unaona huyu mtu hakuwa sahihi kwangu. Sasa ukijikuta kwa situation kama hiyo, ama kijana kijikuta kwa situation kama hiyo, anafaa afanye nini? Kwa sababu alikuwa na hisia na wewe mtu, ndio akachukua uamuzi na wakapendana na hadi sasa hivi wako pamoja, lakini imefikia some point anaona hapana, huyu mtu sioni kama ako sawa. Je, anafaa kufanya nini, ama ingelikuwa wewe ungefanya nini?
ningerudia kuwa everyone makes mistakes. Naam. Na pia Kenye Gregory amesema. Naam. Kwa mawasiliano ni lazima. Ni muhimu sana. Ni muhimu pia na ni lazima. Lazima umuelezee, umkalisha hapo, mwambie yenyewe I don't see things working out. Naam. So chenye wanafaa kuangazia vijana sana sana ni mawasiliano, kwa wakijikuta tuseme kwa situation kama hiyo. Wajaribu kuwasilisha mambo yao ama kuwazungumzia na mapema kabla hayajakuwa. Kabla mambo hayajaenda mbele sana. Na labda tukisalia tu kwako Lela, je, upendo wa kweli unaweza kukua au uzaliwa na mtu? Upendo wa kweli ningesema unadhani unaweza kukua ama mtu uzaliwa nao? Ni zote mbili. Zote mbili. Na labda unaweza tufafanulia tu kwa kifupi ili pia watazamaji wetu pale wapate jambo, wapate kusoma kitu pale katika Sayari Yetu ya Mapenzi ndani ya studio zetu za TAS. Mapenzi ninazaliwa nao. Labda nikupe mfano na mama. Ulimpenda mama since uzaliwe mpaka sasa hivi bado wampenda. Naam, ulipoanguka tu kwa dunia ukajikuta tu unampenda tu. Kwa sababu mtu mwingine juu unaona mtu mwingine akibeba mtoto mdogo yalia, lakini mamake mwenyewe akimbeba yafanya huyu mamangu ananyamaza. So kumaanisha yeye kama mtoto mdogo, upendo wa dhati ama upendo wa kweli amezaliwa nao. Amezaliwa nao. Na mapenzi hukua kwa relationship sasa. Kivipi? Kama tuseme example, ni kama umependa mtu na yule mwingine bado hajakupenda. Labda kama tuseme sio wasichana, tuseme tunapenda pesa. Yule kijana amekupenda lakini wewe umempendea tu juu ya pesa. Lakini mkiwa kwa hiyo relationship unaanza kuona unaachana na hivi vitabia vidogo vidogo, unaanza kumpenda kwa dhati. Unaona ile mapenzi sasa ukua, unaona mwenyewe unaanza kufall in love. Kama nilikuwa hapa kumkwamua, lakini sasa unaona hivi niachana hii tabia. Naam, nakupata Lela. Naam, na kwa upande wako Gregory, nini unaweza sema? Hivi unadhani mapenzi ya kweli mtu uzaliwa nao au hukua? Kuna watu ambao uzaliwa na utu na mapenzi ya kweli kwa watu wengine. Tangu anapokuwa mtoto mdogo. Anawajali wengine na ana upendo kwa watu wengine. Kuna watu ambao uzaliwa kwa namna hiyo. Na pia mapenzi huweza kukua. Mtu unavyokaa na mtu. Unavyokaa na mtu, unavyo spend time na mtu mwingine, unagundua kwamba umeanza kudevelop upendo fulani towards that person. Kulingana na anavyokupeleka, kulingana na tabia zake, kulingana na minendo yake, unaanza kudevelop upendo na mapenzi kwenda kwa huyo mtu. Na pia kuna watu ambao uzaliwa na upendo na utu wa kuwajali wengine, wa kuwapenda wengine tangu walivyo wadogo. Kwa hivyo mimi naweza kusema kwamba kuna watu ambao uzaliwa na upendo wa ukweli na kuna watu ambao udevelop upendo kadri siku zinavyosonga na wanavyo spend time na watu wengine. Naam. Labda maybe tuchukue kwako kama mfano. Nikuulize hili swali kwa niaba ya vijana wengine ama hata watazamaji wetu pale ambapo wanatuangalia kwa studio zetu za TAS. Uliwahi kupenda kweli? Gregory. Na unapenda kuchukua mfano wangu, sijui. Nataka kutumia nataka kutumia mfano wako kwa sababu wewe unaelewa, unafahamu fika vizuri mapenzi. So nikitumia mfano wako wewe ukiyachanganua vizuri, huenda hata watazamaji wetu kule wakapata jambo kutoka kwako. Najua wazungu husema we learn through experience. Na wewe naona umekuwa kwa kiasi, umepevuka si haba. So labda nikuulize, uliwahi kupenda kweli? Niliwahi kupenda kivipi? Ninapenda sasa hivi nilivyo. Naam. Sio kwamba niliwahi kupenda. Tayari unapenda. Una mpenzi ndio? Naam. Sasa nikuulize, nina mpenzi na bado at the same time nina ule upendo bado una upendo wengine. So ule upendo kwa toka waanze kupenda hadi saa hii imekuaje? Imekuwa sawa. Imekuwa sawa. Haijakuwa na changamoto. Lakini kama kawaida katika familia kuna ups and downs. Kuna wakati mko juu, kuna wakati mko chini.
Kuna wakati pia nyinyi kwa nyumba kuna joto, kuna wakati mnagombana kidogo. Lakini umuhimu ni kwamba nyinyi wenyewe mjielewe na muelewane. Mjue mwenzako akujue. Mnapogombana labda kwa tatizo fulani, bado mna stick pamoja. Unamuelewa mwenzako kwamba akiwa na hasira kuna mambo ambayo anayazungumza. Pia mimi kuna yale nayazungumza. Lakini la muhimu ni lipi? Ni sisi bado tu stick pamoja kama wapenzi. Naam. Mpenzi mtazamaji, naona umepata kusikia kutoka kwake Gregory. Na sitaki kuegemea upande mmoja, labda tusikie kutoka kwake Lela pia. Juu Gregory amesema yake, lakini Lela hatujasikia. Lela, je, ushawahi kupenda kweli? Nishawahi kupenda, hata mpaka sasa hivi bado napenda. Bado unapenda? Yeah. Sasa nikuulize swali langu. Je, toka anze kupenda mpaka sasa imekuaje? Ningesema maisha ni ya kupenda ni milima na mabonde. Ups and downs. Kwa sababu kuna ile ambavyo kuna mengi ambayo hujayazoea, hujayaona, umeona kwake, umeanza kusoma hata vitu vingine hata uvijui, unamsoma through yeye. Na pia ningesema mapenzi ni tamu na mapenzi ni mbaya. Mbaya kivipi? Mbona useme mapenzi ni tamu, mapenzi ni mbaya? Ni kama unajaribu kukanganya watazamaji wetu pale. Labda unaweza tufafanulia tu kwa kifupi. Ni mbaya kivipi au ni tamu? Ama tuache kama mada ya siku nyingine. Acha niongelee. Ongea tu, mimi unaweza tu fanya wapatie tu kionjo kiasi. Mapenzi alafu tutongelea hilo swala siku nyingine. Mapenzi ni nzuri kwa sababu once ukipenda mtu na wewe usisema huo mtu amekupenda sana, you will enjoy your life in a relationship. There is nothing you will ever miss in a relationship. But pia mapenzi ni mbaya kwa sababu mwanzo ukipenda mtu ni ngumu kutoka. Ukitaka kutoka unaona tayari usharudi. Ukitoka unaona ni kama wakuvuruta. Wewe mapenzi na kuvuruta inakuregesha. Na msodakta mpenzi mtazamaji, naona pia wewe sitaki kukuacha nyuma na nitakuwa nakushirikisha kwa njia mojawapo ya kukuuliza swali hata wewe pale ukiwa nyumbani. Swali langu ni, je, ushawahi kupenda? Na kama ushawahi kupenda ilikuwaje? Tuma rafa yako ama ujumbe wako mfupi kupitia namba 0798553672. Narudia tena mpenzi mtazamaji, 0798553672. Nitakuwa nasomea comment zenu pale, alafu tutakuwa tunajadili moja baada ya nyingine. Usibanduke, salia papo hapo, nitakuwa naenda na mapumziko mafupi, tarudi baada ya muda soko mrefu. Acha nipimia, na kama sina pesa ungewezi nipimia hapa Shensta the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, I don't fake it. Kumenya mawazo makuu nani anadera shida utani wako vichekesho mkisongaza mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Mpenzi mtazamaji, ndio tumetoka kupiga funda la maji, lakini kama wanavyosema Waswahili, palipo na wazee basi hakukoseki jambo. Labda tukukaribishe tena ndani ya studio zetu za TAS kwa kipindi chetu cha Sayari ya Mapenzi kwa awamu ya pili. Na mpenzi mtazamaji, katika awamu yetu ya pili ndani ya Sayari ya Mapenzi tutakuwa tunajiuliza, je, uaminifu katika mapenzi ya kisasa ni ukweli au uongo mtupu? Na hapa ndani ya studio zetu za TAS, mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunajiuliza pamoja na wageni wetu, na watakuwa wanatujuza kwa kina ndani ya swala zima la mapenzi. Labda turudi kwa mpenzi mtazamaji, tuanze na Lela hapa. Hivi unadhani uaminifu katika mapenzi ya kisasa ni ukweli au ni uongo mtupu?
Uaminifu katika mapenzi ya kisasa. Naam Leila. Hivi unadhani ni ukweli au ni uongo mtupu? Uaminifu katika mapenzi ya kisasa ningesema ni ukweli. Ni ukweli kwa sababu once you meet the right person. Naam. Kuna kuanga na hiyo uaminifu. Juu umempenda na umependa kweli na huwezi taka kumharibu, yani huwezi taka kuharibu hisia zake, huwezi taka kuharibu yani ile roho yake. Sasa itabidi uweze kuwa mwaminifu kwake na yeye akuwe mwaminifu kwako. Naam. Turudi kwa Gregory. Gregory, maoni yako ni gani? Wewe unadhani uaminifu katika mapenzi ya kisasa ni ukweli au ni uongo mtupu? Uaminifu katika mapenzi ya kisasa ni ukweli na pia si kweli kwa upande mwingine. Kwa upande mmoja, uaminifu katika mapenzi ya kisasa ni ukweli ikilingana na mtu binafsi. Naam. Ikilingana na mtu binafsi. Namna mtu mwenyewe. Kuna watu ambao ni waaminifu katika mapenzi. Naam. Kuna watu ambao hawawezi taka kumsaliti partner wake. Kuna mtu ambaye hawezi taka kamwe kumsaliti mpenzi wake. Naam. Na kuna mtu mwingine ambaye anachukulia uaminifu katika mapenzi kama namna ya kusalitiwa yeye mwenyewe. Anafeel kwamba nikiwa mwaminifu mimi ndimi nitakuwa heartbroken katika hii relationship. Kwa hivyo kitu anachofanya ni kwamba yeye mwenyewe asiwe mwaminifu. Naam. Amsaliti mwingine asipate nafasi ya kumsaliti. Naam. Kwa hivyo ni ukweli kwa upande mmoja na kwa upande mwingine ni uongo pia, depending on the individual. Tukisalia tu kwa Gregory, hivi unadhani kwa nini watu wengi wanashindwa kuwa waaminifu siku hizi? Kuna sababu nyingi. Naam. Kuna sababu nyingi. Naam. Kuna tamaa. Kuna tamaa, kuna watu ambao wana tamaa. Naam. Kuna vijana ambao wana tamaa ya kulala na kuwa na wapenzi wengi. Mtu anataka kuwa na wapenzi wengi. Naam. Tamaa tu, anaona kwamba kuna ubabe fulani. Anataka kujionyesha kwenye mitandao namna alivyo kuonekana yeye ni bingwa. Naam, aonekane yeye ni bingwa. Sema hiki kitana kiruli mimi. Aonekane kwamba yeye ni bingwa na wapenzi wengi. Naam. Sababu nyingine unaona ni gani? Kuna ile kuangalia watu wenye umaarufu. Watu wenye umaarufu na wenye tabia kama hiyo. Tabia kama hiyo. Tuseme watu wenye umaarufu na tabia kama hiyo. Sizikubali maybe kuna msanii fulani yeye ni gangster huko kwa swala la mapenzi na mimi nikae hivi na yeye ndio role model wangu. Kijana unakaa unamwangalia msanii fulani. Huyu msanii unaona namna alivyo na watoto wengi. Na hao watoto amewazaa na kina mama tofauti. Labda tumkate ulimi turudi kwa Leila. Leila, hivi unadhani kwa nini watu wengi siku hizi wanashindwa kuwa waaminifu, hususan wanawake? Ningesema mazingira aliyozaliwa nayo ama aliyolelewa nayo. Kwa sababu huko nje unaweza pata kwa kuna mtu au mtoto wa kike anashindwa kuwa mwaminifu kwa mpenzi wake. Hivi unadhani ni sababu ipi inapelekea kuwa hivyo? Ningesema vile nilivyosema ni mazingira aliyozaliwa nayo ama aliyolelewa nayo. Mfano tuseme kama mamangu amempenda babangu sana, amemwaminika kwake, alafu amuona unamwona tena amemwacha ameenda kwa mwanamke mwingine. Na huyo mama amemwamini sana yule mbaba, amemwamini, amesacrifice everything juu yake. Yani ile uaminifu, yani ile kitu ambacho hata hakiwezi semeka, anamwambia. Hataki hata kuficha, anamwambia, yani amekuwa bega lake. So unasema mazingira pia huwa yanachangia. Sema kama mwanamume kijana amezaliwa kwa hiyo familia ama msichana amezaliwa kwa hiyo familia, uwezi niambia akikuwa mkubwa atawe kuwa mwaminifu tena kwa familia yake, kwa bwana yake. Jua anaona huyu hata nikiwa mwaminifu wake ataniacha kama vile mama yangu alimfanyia baba yangu ama vile baba yangu alivyomfanyia mama yangu. Naam. Gregory, tukachana na swala zima la uaminifu. Tunaangalia sasa social media platform kama chambilecho wazungu. Hivi unadhani mitandao ya kijamii inachangia kwa usaliti? Naam, inachangia kivipi? Kuna mawasiliano ya kisiri. Unapata kwamba uko ndani ya relationship. Na kuna mtu mwingine outside your relationship ambaye mnawasiliana na yeye kupitia mitandao. Mtu ambaye unamchiti mpenzi wake na yeye. Sasa
mnawasiliana na yeye kupitia kwa mitandao kisiri, bila mpenzi wako. So mtu anaweza kaa ndani ya mapenzi afikirie yeye ndio yeye, kumbe kuna mahali anasaidika kupitia mitandao. Uko na mtu kwa nyumba tu, unaona hajatoka, lakini mawasiliano ya baada na kucheat pale ndani ya nyumba, kisiri yanaendelea kupitia mtandao na mtu mwingine. Hivi itakuwaje pale ukishika simu ya mpenzi wako na ugundue kuwa alikuwa na mahusiano ya kisiri na mpenzi mwingine? Itakuwaje? Kama kawaida akidanganya sasa, kama amekuchiti, unajua amekusaliti tayari, na uweze kumwamini mtu ambaye amekusaliti. Na sio kwamba kumwamini tu, hata ukimsamea wewe mwenyewe uweze kujisamea. Wewe mwenyewe utakuwa ukikumbuka kwamba ulimsamea mtu ambaye alikuwa anakuchiti, na utakuwa unajiona kama mtu bure, mtu duni, maana uko na mtu ambaye alikuwa anakuchiti. Kwa milia hapo, turudi kwa Lela. Lela, hivi unadhani mitandao ya kijamii inachangia usaliti katika mapenzi? Inachangia usaliti? Naam, kivipi? Tuseme kama kwa mfano venye yeye amesema, kuwasiliana na mtu kisiri na ule msichana kisiri. Nyingine ingesema hiyo inazaleta pia tamaa. Tamaa pia hiyo social media inazaleta tamaa pia kusaliti hivi. Tuseme for example umemwona mwanamume mzuri mrembo ako kwa social media, tuseme kama TikTok. Wewe mwenyewe kijana, wewe msichana umeona yenyewe ako sawa. Na wewe msichana itabidi utafute tena vijana kama hao. Unaona, ati pia mimi nataka kukua kama yule juu ya yule. So unakuwa influenced. Naam, Grigor, unaona kuna kitu nataka kuongea. Naongezea tu kwa hoja ambayo amesema yeye, ni ile comparison culture. Kwa Kiswahili nataka kujikompea na mwingine. Mbona fulani yako hivi na mimi siko hivi. Hata katika mahusiano unapata kwamba una mpenzi wako kwa nyumba, lakini labda mpenzi wako anaangalia another relationship kwa mtandao inavyofanya. Tuseme labda ana follow the Bahatis. Anaona kina Bahatis kuko sawa, wako na pesa, inaenda vizuri, lakini nyinyi hapa huyo amna kitu kwa nyumba. Swala hilo limenikumbusha kidogo Grigori. Hapo nyuma kiasi hapo ilikuwa kwa nyumba, nikasikia jirani akiambia mpenzi wake, sasa wewe unateta na mimi na hujanibai hata hii kiatu yenye fulani yako nao. Hivi nadhani ingekuwa wewe ungesema aje kwa swala hilo? Imagine umeshika mpenzi wako akicheat kupitia mtandao ya jamii, ndio, lakini bado unaongea naye, unamwambia mbona ufanye hivi, lakini yeye anakuambia sasa wewe unateta na mimi nilikuwa nataka hiki kiatu fulani yako nao na wewe hujanibai. Ingekuwa wewe ungefanya aje? Nampatia ruhusa aende kwa fulani ampe kiatu. Sasa wewe aende kwa fulani, weza accommodate hiyo kitu yenye anataka. So aende huko, unampea ruhusa tu baki hivyo. Naam. Atoke na vitu vyake aende kwa fulani. Wezi kubali kukaa na yeye tena. Hapana. Mbona usimwambie sawa, kama unataka kiatu nitakununulia basi. Kama hauna na mwacha tu aende kwa kumnunulia. Na tayari unajua akikwambia hivyo amekuonyesha alicho yeye. Hata ukimpatia kiatu, next time utasikia akisema nilikuwa nataka gari kama ya fulani. Unaona? Na wewe hauna gari. Kwa hivyo umegundua kile ambacho yeye alicho. Na mtakuwa mkisumbuana hivyo tu. Kwa hivyo heri umpatie tu nafasi aende kwa kina fulani. Akitaka kama ni gari anaenda kwa fulani wa gari, akitaka ndege kwa fulani wa ndege. Naomba sana mpenzi mtazamaji, imekuwa kama bahati kwetu, yani ndani ya studio zetu za TAS kuwa na jinsia tofauti, na kwa tuko nabahatika kuwa na jinsia ya kike hapa. Tunarudi tena kwa Lela, maana nilichokikuta mtaani juzi mpenzi mtazamaji kimenikumbusha jambo ndani ya studio zetu za leo. Lela, juzi katika pite zangu ama katika mishemishe zangu za mitaani, nilikutana na wasichana wakitembea kwa barabara wakiongeleshana kwa makelele. Mara nasikia wanaume wanaongoza kwa kucheat, wanaume sana mimi nimewachukia. Sasa mimi sikutaka kusikia huyu mwenye anasema wanaongoza kwa kucheat. Nikataka kusikia huyu mwenye anasema niwachukia sana. Nikamuuliza, mbona unasema unachukia wanaume? Anasema mimi heri nikae tu hivyo, lakini kurudi kwa mwanaume never. Kaambia mbona? Akasema wanaume amewachukia kwa sababu hao ndo wanaongoza kwa usaliti kuliko wanawake. Hivi nadhani alichokisema ni kweli? Tukirudi kwako Lela,
Hivi unadhani wanaume ndio wanaongoza katika usaliti kuliko wanawake? Hapana. Au ni dhana tu? Ni dhana tu. Kwa nini unasema ni dhana? Both are equal. They are equal. Lakini nilipomwona yule msichana, kumbuka Leila alikuwa ameonyesha amegadhabishwa sana na swala hilo. Mpaka anasema mimi never wanaume wasaliti. Ni kulingana na experience yake. Maybe anapata mpenzi wako ya kwanza akamcheat, wa pili akamcheat, wa tatu akamcheat. Wana hata wanaume wanacheat sana kuliko. So kiupande wake anaona kama wanaume ndio wanaongoza. Exactly. Lakini ni wote wako sawa. Mwanamke anaweza kucheat na bado mwanaume akacheat. Exactly. Naam, kwa nini ulikuwa unasema wanaume swala la kuwa wanaume wanaongoza kucheat kuliko wanawake, kwa nini ulikuwa unasema ni dhana? Nasema ni dhana kwa sababu sisi pia wanawake cheat. Wanacheat. Wanawake wanacheat. Kumbe mnajitambua huko nje, lakini sijasema ni wewe. Mimi najua na kujua toka zama wewe unaheshimu mpenzi wako. Naam Leila, karibu. Wote tuna cheat. Naam. Kwa sababu yeye kulingana na yeye anaona wanaume wana cheat due to experience yake. Lakini pia wanawake cheat. Pia kuna wanaume kule kando wanasema wanawake hata wana cheat kuliko wanaume. Naona Gregory anakuangalia sana pale, anasema sasa wewe anaongea nini? Naam Gregory, karibu. Nini unaweza sema kuhusiana na swala hilo? Hivi unadhani kama wanavyosema wanaume wanaongoza kusaliti huku nje kuliko wanawake ni ukweli au ni dhana tu? Sifa, kuna research mara mbili. Kuna research in the past na the recent research. Research in the past ilikuwa inaonyesha kwamba wanaume wanaongoza kwa asilimia ya kucheat. But the recent research inaonyesha pia wanawake asilimia yao imeinuka zaidi na kupita asilimia ya wanaume wanao cheat kisasa. Kwa sababu hao wanawake pia wanaendelea kukua, wamekuwa kiuchumi. There is a difference between mwanamke wa sasa na yule mwanamke wa in the past, kitambo kidogo. Pale kitambo kuna nguvu hawako anazo sana kama sasa hivi za kiuchumi, mambo kama hayo. Tofauti na sasa. Wamekuwa wanajua mambo mingi, wana usiri mingi, wanaweza keep secret na usijue compared na in the past. So mambo na mitandao ime-influence pia wao asilimia yao imeinuka kwa kuchiti. Kwa hivyo hii ni dhana kwamba ati wanaume ndio wanaongoza. But kitu unaweza sema maybe ni kwa jinsia zote mbili zinaweza kuchiti. Hakuna anayeongoza ama huyu aongozi ama huyu ndo anaongoza. Wanawake bado wanaweza kuchiti na bado wanaume wakachiti. Hiyo ni ukweli. Lakini sasa unajua, let's call a spade a spade. Kuna ile unajua like the society has given men more power. Mwanaume akichiti kwa asilimia fulani inaonekana kwamba ni kawaida. Lakini mwanamke akichiti inaonekana kwamba ni fulani kiko. Mbona anaenda kinyume na mpenzi wake? Unaona, ni kitu fulani kibaya sana mwanamke anapochiti. But mwanaume inachukuliwa kwamba ni kawaida yao kuchiti, unaona? Leila, una kipi cha kusema kuhusiana na chenye amesema Gregory? Juu kama umemsikia amesema kwa maisha ya sasa ama kwa karne ya leo, mwanaume akicheat linachukulika kama swala la kawaida, lakini mwanamke akimzunguka mpenzi wake anaonekana akakosea pale. Ningependa kumkosoa kidogo. Labda ni kwake, lakini kwangu mimi venye nimeona kwa watu ni naona hata pia ni jambo mbaya mwanaume kucheat. Haionekani ni jambo la kawaida. Ndio, saa zingine ni jambo la kawaida, lakini kama wewe ni mwaminifu, like uko kwa relationship alafu anakucheat, hiyo nayo utaona si jambo la kawaida. So kama mimi nakosea basi pia wewe unakosea. Hicho ndo nachomaanisha. Gregory, umemsikia Leila? Kwanza unajua mimi Sifa, I think either Leila kuna shida moja kwa sababu hajanielewa vizuri. Either understanding yake ama listening yake. Moja wao imekuwa mbaya kwa sababu hajanielewa vizuri. Mimi nimesema namna the society inavyowachukulia. But sijasema kwamba men wako na right ya kucheat over women. Sijasema hivyo. But nimesema kulingana na jamii inavyomulika vijana ama watoto wa kiume, ni kama kwa upande wao wanaume wako na haki ya kucheat. Na kicheat pale anaonekana
kulingana na jamii yako sawa, inaichukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Lakini mwanamke akimzunguka mpenzi wake anaonekana kama kakosea, mbona akafanya hivi? Naam, hivyo ndivyo nimesema. Alafu pia yeye ambavyo amesema kwamba ati kama mwanaume anachiti basi pia wewe kama mwanamke uchiti. Naam. Vitu viwili sifa. Tuko kwa ndani ya TAS TV. Naam. Kwa sababu moja, kuelimisha vijana na pia kuelimisha watazamaji wetu kwa jumla. Naam. Hatuko hapa kupatia wanawake zile nguvu kwamba kama mwanaume wako anachiti pia wewe uende kuchiti. Alafu kitu kingine pia kabla hujaendelea labda turudi kwa Lela. Sijamaliza. Lela naona na kuangalia kishingo pande pale anasema huyu anaongelea nini? Sijamaliza. Kitu kingine ambacho ningependa kusema. Naam. Wanawake wanachukuliwa kwa kama nguzo ya kushikilia familia ama ndoa kwa jumla. Na wewe kama nguzo ya kushikilia ndoa na familia, mwanaume wako anapofanya vibaya, wewe kama wakushikilia na kusupport hii familia na ndoa, au uweze kuchangia kwa kuibomoa. Na unaposema pia wewe unafanya vibaya na akifanya vibaya, hiyo ni kubomoa. So kitu anaweza fanya mwanamke wako ni kurekebisha makosa. Mwanamke kama ni mtu mzuri na mtu ambaye anajali familia yake, mtu ambaye anajali watoto wake, anarekebisha na anajaribu kushikilia familia yake. Sio kwamba pia yeye afanye makosa mwanaume wake anayofanya. Hiyo ni kubomoa. Naam. Labda tusikie kwa upande wake Lela. Anaona ni kama unatetea wanaume pale nje. Lela, itakuwaje pale umegundua mwanaume wako amekuzunguka ama ameenda akakucheat? Wewe kama mwanamke utachukua hatua gani? Je, pia utalipa kwa kucheat ama ni kitu gani unaweza fanya kwake? Okay, nimesema hiyo mambo ya Gregory alivyosema ati si tunachukuliwa kama nguzo ya kushikilia familia. Hata pia mwanaume anachukuliwa pia nguzo ya kushikilia familia. Naam. Kwa sababu uwezi niambia okay, fine, amecheat. It doesn't mean cheating alone. Ati kwa sababu yeye amecheat ati nimwambie umecheat si nzuri. Yeye mwenyewe kwa akili yake anajua amecheat. Huwezi mwambie ati umecheat ati ni mbaya kucheat. Yeye vizuri anajua amecheat. Naona nimetokoza hapa nimechochea moto, lakini kunradhi Lela na kunradhi pia watazamaji wetu. Naarifiwa pale kuna hitilafu ya mitambo, lakini salia papo hapo tutakuwa tunarudi baada ya muda usio mrefu. You wanna show some love, I don't fake it too. Hey, da kumenya mawazo mako. Nani anadera shule. Oh, rutani wako. Vichekesho mkisongaza mahojiano moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. Mpenzi mtazamaji, hayawi huwa labda turudishe tu shukrani zetu kwa fundi mitambo kwa kufanya hima na kurekebisha swala zima la mitambo kwa haraka sana. Tulikuwa kwa Lela hapa, nilikuwa nimemuuliza swali, je, ni kitu gani anaweza fanya akigundua mwanaume wake ameenda nje ya ndoa ama amemcheat? Kitu cha kwanza, I'm breaking up with you. Na mbona break up na yeye? Juu anajua vizuri ako kwa mapenzi na mtu mwingine. Mbona acheat? Anajua vizuri ako na msichana ambaye anampenda. Mbona hacheat? Naam. Lakini kumbuka kabla afanye hivyo Lela, huenda kuna sababu zimepelekea afanye hivyo. Lakini ujue nafaa kumuuliza mbona umefanya hivi. Ujue kitu ambacho ni hivi, si ati lazima muulize mbona. Akiamua anakupenda, aliamua atakupenda vile ulivyo. Naam. Si ati unaenda pale unasema ati mbona umecheat. Anajua vizuri ni mbaya kucheat. Like indefinitely kama kukupenda, aliona kila kitu kutoka kichwa mpaka mguuni. Aliona huyo ni type yangu na nampenda, mbona ucheat? Naam, Gregory, turudi kwako. Hivi unadhani ni kitu gani kijana anapaswa kufanya pale mwanamke wake amemwendea akamwambia juu nimekushika ukicheat, wewe unaona tu break up? Je, anafaa kukubali ile break up ama anafaa kungangania? Waswahili husema watu wengine huwa vinganganizi. Kama mwanaume anafaa kukubali ile swala mwanamke wako akichiti unafaa kuachana naye.
Lakini mwanamke, mwanaume wako akicheat, unaweza ukamsamea. Kwa nini? Uongo. Acha nitoe sababu. Acha nitoe sababu. Mwanaume si lazima upende mwanamke ndiposa ufanye mapenzi na yeye ama ndiposa ulale na yeye. Lakini mwanamke kwa upande wake kulala na mwanaume ni kitu ambacho lazima kuwepo na hisia za mapenzi. Kwa hivyo anapokuchiti huyu mwanamke wako, that means kuna hisia za mapenzi baina yake na yule mwanaume ambaye amekucheat na yeye. Kwa hivyo huwezi kumsamea huyu mtu na tayari amependa mtu mwingine. Unaona? Hawezi kuwapenda wawili. Labda tukisalia tu kwa Grigori. Kwa mwanaume anaweza kufanya tendo la mapenzi, anaweza kulala na mwanamke mwingine na ampendi. Kwa mwanaume inaweza kuwa namna mingi, inaweza kuwa temptations. Kwa hivyo kama ni mwanaume unaweza kusikizwa na unaweza kusamehewa. But kama ni mwanamke amecheat, mwanaume huwezi kumsamehe. Leila, mimi unaangalia Grigori hivyo. Kuna kitu nataka kusema. Karibu Leila. Anasema kama mwanaume anastahili kusamehewa. But kama mwanamke naona kama ameegemea upande mmoja pale. Nimkosoe. Na nisamee nikitumia hili jina, anabeba wanawake wajinga. Kivipi? Anabeba wanawake wajinga. Kwa sababu venye alivyosema ati unaweza fanya tendo la ndoa na humpendi huyo mtu. Tukumbuke kuwa tendo la ndoa ni something very critical in a relationship. Very critical in a relationship. Lazima ukuwe na hisia ndio uweze kulala na mtu. Ndio. Uweze lala ndio uweze amka tuseme lazima kuwe na ile hisia. Na ile hisia ni nini? Ndio mapenzi hayo. Kumaanisha umecheat. Sifa. Nataka tuelewane kitu kimoja. Nataka tuelewane kwa kitu kimoja. Na hii si propaganda ambao wanaleta. Sisi wote tunajua hiki kitu kwamba kipo vile nitakisema. Kwa mwanamke kulala na mwanaume lazima kuwepo na hisia za mapenzi. Kweli uongo? Kweli kabisa. Leila, kweli uongo? Kweli. Kwa mwanaume ili aweze kulala na mwanamke mwingine sio lazima kwamba kuna hisia za mapenzi. Kwa sisi wanaume sio lazima kwamba kuna hisia za mapenzi. Sisi wanaume, mwanaume unaweza kwenda ukalala na mwanamke mwingine nje na bado una mwanamke wako kwa nyumba ambaye unampenda. Unaona? Kwa wanaume sio lazima kwamba kulala na mwanamke mwingine kuna hisia za mapenzi. Hapo ndipo Leila hajaelewa ama haja digest. Something called you love a person through your mind and you love your person through your heart. Uwezi niambia unalala mtu, okay, hizo ni hisia, lakini hizo ni hisia za mapenzi ya kichwa. Si ya roho. Yule bibi yako ya mke wako kule ni roho. Lakini huyu mwenye mnalala naye ni akili. Ni akili. Sijui kama wanielewa. Umechukua uamuzi kwa akili ukasema acha nifanye kitu. Hisia ni ile loving through your mind na sema ile example umeona mtu ako fine something ile hisia. Lakini roho unasema roho nyingine inakwambia ai we si uko na mke kule, lakini ile akili yako inakwambia ni fanya. Sifa hiyo loving someone through your mind ambao Leila anasema sio mapenzi, sio kupenda. Hiyo inaitwa lust. Lust. Ndio maana umecheat through lust. Ndio uko na lust na huyo mwanamke tu. Unataka kulala na yeye. But siko unampenda. Na hicho ndicho kitu ninasema. Unaona? Kwa hivyo Leila anaelewa kitu ambacho ninasema lakini hajui vile kinaitwa. Hiyo inaitwa lust Leila. But there is something called love lust. There is love lust. Kama unanielewa, ukigugu una love lust. Nimekupata na nimekusikia Grigori. But that's love lust. Sijui kama unanielewa, that's love lust. Labda tuwaite tena siku nyingine. There is love lust. Tuweke kama mada, tujadili siku nyingine hiyo. Lakini kwa sasa naona muda upo nasi umetupa kisogo. Lakini kabla tumalize ama tulikunja jamvi la sayari la mapenzi katika kipindi chetu cha leo. Swali tu la mwisho. Je, unadhani mtu aliyewahi kusaliti ni rahisi kuaminika tena? Grigori. Hapana. Mbona unasema hapana?
Mtu akikusaliti kwa mara ya kwanza na ni katika mapenzi, uweze kumwamini huyo mtu kwa mara ya pili. Kwa sababu mara ya kwanza ulikuwa unamwamini, akakusaliti. Kumwamini mara ya pili, bado huenda huyu mtu atakusaliti. Na yule ambaye alikusaliti naye, bado yupo. Unaona? Na hao watu wawili endapo wakati wowote watakuja into contact, bado huenda akakusaliti na huyu mtu. Sasa kwa kifupi unasema mtu aliyewahi kusaliti si rahisi tena kuaminika. Si rahisi kuaminika. Labda tusikie tu maoni kutoka kwa Lela. Ni kipi unaweza sema kuhusiana na swala hili? Je, mtu aliyewahi kusaliti anaweza kuaminika tena? Nimekubaliana na Gregory. Naam, so mko kimoja. Haezi aminika tena. Nasema kwa hilo umempatia mkono Gregory. Mko sawa hapo? Niko sawa. Sambamba bila tawashishi yote. Bila tawashishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama huyo mtu amekusaliti, bado zile vitu za kusaliti bado zipo. Ukimpa another chance, bado atarudi kama muongezea, tuseme wanasema umemongezea kalada pale, nasema endelea na kitu nafanya. Ataona si alinisamea, wacha ni cheat, kama umempatia go ahead pale. Hata hawezi sikia ile roho, ataona si amenisamea, wacha ni cheat tena, hata nisamea. So si rahisi vile kuaminika tena. Kabisa. Kama alivyosema Gregory. Na mpenzi mtazamaji, naona muda umetupa kisogo pale, lakini labda tusome tu jumbe fupi nilizotumaniwa hapa na watazamaji wetu kutoka maeneo mbalimbali. Nilikuwa nimeuliza swali pale mwanzo wa kipindi chetu cha Sayari ya Mapenzi. Nikawa nimeuliza, je, mtu au kama wewe unayetutazama pale nyumbani ushai kupenda, na kama ushai kupenda ilikuwaje? Naona hapa anasema mimi naitwa Katoni kutoka pale Thika. Mimi bro nishai kupenda, na sitaki kuongelea hiyo swali ama hilo swala lazima, lakini ilikuwa wasi. Ni Katoni hiyo. Na bado kuna Obadia anasema mimi bro mimi sijui kama niliangukia mahala pazuri juu nishai kupenda, na yule mtu nishampenda toka mwanzo, bado niko naye paka saa hii. Anasema niko na wewe na bado tuendelea kuview kipindi chako cha Sayari ya Mapenzi nikiwa hapa Thika bado. Na kuna mwingine kutoka Kajiado hapa, msichana huyu Lela. Kwani yako na jina sawa na mgeni wetu. Lela, naona mko wengi. Anasema mimi kama msichana sitamani tena mapenzi juu nishawahi kupenda, lakini kilichonifanyikia acha tu. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa ushirikiano wako ndani ya kipindi chetu cha Sayari ya Mapenzi ndani ya runinga zetu za TAS. Na kabla ya kunikunja jamvi, labda tu niwakaribishe watazamaji wetu, ama kunradhi mpenzi mtazamaji, wageni wetu ndani ya studio zetu za TAS wasalimie tu watu wawili watatu juu najua ushapewa salamu. Lela, unaenda studio zetu za TAS huko ama unaenda TAS Media, lakini ukifika huko TAS TV pitisha salamu zetu. Je, ungependa kusalimia nani? Ningependa kuwasalimu wazazi wangu. Naam. Niwaambie nawapenda. Na pia ningechukua hii fursa kukushukuru kwa kunialika. Naam, karibu sana. Nimeshukuru sana. Naam. Na pia ningependa kumsalimia my boyfriend. Naam. Nyumbani najua amesema ni mtag. Nimekutag my boyfriend. Sasa ndio nimepata kuelewa kwa nini ulikuwa uchangamfu sana. Kumbe una mpenzi, ulikuwa unataka kusikia pale nyumbani. Naam. Nafikiri salamu zake zimefika. Nani mwingine wa mwisho unapenda kusalimia? Ningependa kumsalimia jirani yangu. Naam. Mama Frank. Naam. Alisema pia ni mtag. Nimekutag Mama Frank. Umekaribishwa sana Lela, na naona nitatafuta muda mwingine pia nikuite ndani ya studio zetu za TAS. Tuendelee kuangazia swala zima la mapenzi ndani ya Sayari ya Mapenzi. Naam, karibu Gregory. Ungependa kusalimia kina nani pale? Mimi ningependa kutuma salamu zangu kwa watu wa Kisii wote na wasalimu sana, na pia nitume salamu kwa familia yangu. To my mom, my brothers na my sister wote na wasalimu. Na vile vile nitume salamu kwa vijana wote wa Kenya na niwaambie wawe waangalifu sana na mambo ya mapenzi. Mapenzi ni sayansi. Naam. Asante sana Gregory, unakaribishwa. Na naona nitatafuta nafasi nyingine ya kukuita hapa ndani ya studio zetu za TAS ili tuendelee kuingia deep kama wanavyosema wazungu ndani ya Sayari ya Mapenzi. Asante. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo basi
sina la kunena ama sina zaidi la kuamba, ila kusema tu shukrani kwa kushiriki katika kipindi chetu cha Sayari ya Mapenzi. Labda nikujuze tu, utakuwa unakutana nami ndani ya TAS TV kila siku ya Jumanne kuanzia saa 9 jioni ndani ya Sayari ya Mapenzi. Ikifika hiyo time, mpenzi msikilizaji, naomba ujiunge nasi ili tukapate kuangazia swala zima la mapenzi kwa jumla. Shukran sana, uwe na wakati mwema. To learn German, TAS College is the perfect place to start. Grab a partial scholarship opportunity in German language beginner course today and unlock new opportunities to work abroad. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Good afternoon. Guten Abend. Good evening. These are some of the words that you will be learning in our school. So come and join the new beginner classes for German classes at our school. Whether it is for travel, career, or personal growth, TAS College has you covered. Whether you prefer online or physical classes, we have the ideal learning option for you. With monthly intakes and experienced instructors, you will be speaking German in no time. We are located in Thika Town along Kenyatta Highway at Nema Plaza 2nd floor opposite Thika Bazaar building. Ready to begin? Call 0798-154-042 to enroll today. TAS College, striving through talent.